Let me tell you this. Kuna watu aina tatu. Kuna mtu ambaye Mungu anamkumbatia. Huyu mtu akilia tu kidogo, Mungu ametokea. Baba naomba mkate, huyu hapo. Baba naomba hela, hiyo hapo. Kuna mtu ambaye Mungu amempa mkono. Huyu ni mtu ambaye akiomba mara ya kwanza, baba naomba hiki. Baba naomba hiki, nilikwambia baba unipe, hujanipa. Baba Bwana naomba hiki, Mungu anampa. Akifunga tu kidogo, Mungu anampa. Tofauti na mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza hata afungi. Ila mtu wa pili huyu anafunga. Mungu anampa kitu. Chochote anachokitaji anafunga, ila kajitiada fulani hivi kanakoonekana kwake. Alafu kuna mtu mwingine ambaye Mungu amekaa mbali yake, anampungia mkono. Huyu ni mtu ambaye akimwomba Mungu, Mungu ni kama anafikicha masikio. Haina maana ya kwamba Mungu amtaki huyu mtu, ila ina maana ya kwamba Mungu anamwamini sana huyu mtu. Yule mtu wa kwanza manake Mungu amwamini, huyu nikimwacha tu anakimbia. Kwa ili aendelee kuwa na mimi, ngoja niendelee kumkumbatia. What type of a person are you? Je, unaaminika na Mungu? There is a level mwana wa Mungu unatakiwa kufika, umevikwa vazi la kuaminika na Mungu. Yaani Mungu anajua kabisa Sara hawezi akaniacha. Ninatolea tu mifano, ina maana kwamba Mungu yuko mbali. The devil cannot even touch you. But God knows kwamba you can stand alone. Anajua kwamba hauhitaji kuwa pampered. Ili watu ambao wanahitaji Mungu mpaka mbembeleze, Mungu amshuga dota. Yani my daughter, kula basi. Hapana Bwana Mungu, mimi sitaki kula, sitaki, hujanipa gari. God doesn't want watoto kama hao. Mungu anahitaji watoto ambao wanaweza wakatake over cities. Yani jitu moja linaingia California, likiingia aliendi kushangaa magorofa, linaenda kutake over culture. Mungu anahitaji watu ambao wanaweza waka-influence tamaduni za watu. If you are a believer, a son of God, alafu ukawa affected na tamaduni ya mahali fulani, manake wewe sio mwana wa Mungu kweli kweli.